Maombi yana vitu vitatu vya msingi. Cha kwanza ni desire, shauku. Cha pili ni maombi. Cha tatu ni imani. Hivi vitu vitatu ukiwa navyo, shetani apinduke anavyopinduka, agalagale anavyogalagala, azuia anavyozuia, hawezagi kuzuilika mtu mwenye imani anapokuwa naomba, kwa sababu unakuwa umeingia kupitia maombi, umechukua kupitia imani. Unakuwa umeingia kwenye maombi kupitia shauku, unakuwa umeingia kwenye majibu kupitia maombi, unakuwa umechukua majibu kupitia imani. Maana yake hayo maeneo matatu ukiweza kuyafaulu, tayari kila utakaloliomba utalipokea. Yesu anasema yoyote myaombayo, maana yake ni kwamba there is no limitation in prayer. Hakuna kitu ambacho hakiwezekani ukiwa unaomba kwa Mungu. Hakuna kitu ambacho hakiwezekani pale unapoingia kwenye kuomba. Lakini why kuna vingine vinatokea, vingine havitokei? Ni kwa sababu ya umeshindwa kuwa na maarifa sahihi ya namna gani uingie kwenye maombi, ya namna gani uombe, ya namna gani upokee majibu wakati unaomba. Hatuchukui majibu baada ya kuomba, tunachukua majibu wakati wa maombi. Nimesema imani yako ina access future. Ndio maana anasema imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo. Manake the future things, vitu vya baadaye vinakuchukuliwa kwa imani. Maana yake ni nini? Unapoingia kuomba ukiwa na imani, kwanza unamconfuse the devil. Akikuangalia anakuona uko hapa hapa, akikuangalia rohoni anakuona upo kwenye future, uko kesho. Haelewi akuzuie kesho au akuzuie leo. Haelewi akufunge kesho au akufunge leo. Kwa nini? Kwa sababu tayari umeshamvuruga. Mwili wako utakuonesha uko hapa, lakini imani yako itakuonesha upo kesho, na imani yako itayachukua yale ya kesho na itakuletea leo, na utaanza yatakuwa ya kwako leo, hata kama ilibidi yawepo kwako kesho, lakini kupitia imani unayaleta leo. Nadhani umenielewa. Kama kuna mwenye swali namkaribisha.